Iran inadai kwamba Urusi ina mchango mkubwa katika mazungumzo ya nyuklia kati ya Iran na Marekani. Urusi, moja kati ya mataifa ambayo wakati huu yamekuwa na uhusiano ambao bado haujawa sawa na utawala mpya wa Marekani chini ya Donald Trump, unatajwa kutengeneza mazingira ya mazungumzo kati ya Iran pamoja na Marekani. Hii ni kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran ambayo imeeleza juu ya nafasi ya Urusi katika mchango wake katika kushughulikia suala la nyuklia la Iran. Hata hivyo, Urusi katika siku za hivi karibuni kupitia rais wake Vladimir Putin alisaini mkataba wa miaka 20 wa ushirikiano kati ya Iran pamoja na Urusi. Kadhalika, Urusi imesaini mkataba huo kwa ajili ya ulinzi pamoja na masuala ya usalama kati ya mataifa yote mawili, ambapo mnamo mwezi Januari Rais Masoud Pezeshkian wa Iran alifika Moscow kwa ajili ya kufanya makubaliano hayo na hatimaye sasa yamekamilika. Kwa mujibu wa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran, Ismail Baghei amekabidhisha ripoti ya vyombo vya habari kuhusu Saudi Arabia kuwa mpatanishi katika mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja kati ya Tehran na Washington, akisema taarifa hizo si za kweli na ni uvumi na tetesi za duru za habari na hazina ukweli wowote. Wakati huo huo, Baghei ameeleza kuwa katika siku zijazo Urusi itaendelea kutekeleza wajibu wake muhimu katika kadhia ya nyuklia ya Iran na kwamba hivi sasa mazungumzo kati ya Iran na Marekani yako katika awamu ya pili kuelekea ya tatu, na nchi mbili bado hazijaingia kwa undani katika mazungumzo kuhusu kadhia ya nyuklia, lakini ni Urusi ambayo imetengeneza mazingira ya kuona namna gani Marekani inasitisha juu ya kufanya shambulizi dhidi ya Iran, lakini pia ni Marekani ambayo imeikataza Israel kufanya shambulizi katika ardhi ya Iran, hasa katika vinu vyake vya nyuklia. Duru ya pili ya mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja kati ya Iran na Marekani ilifanyika Jumamosi iliyopita ya Aprili 19 katika mji wa Roma nchini Italia, na mazungumzo mengine yatafanyika huko nchini Oman, na ni kwa juhudi ambazo zinaendelea kufanywa na nchi ya Urusi ya Bwana Vladimir Putin. Hata kabla ya mazungumzo ya awamu ya pili, waziri wa mambo ya nje wa Iran Bwana Abbas Araghchi alikutana na waziri wa mambo ya nje wa Urusi mwanadiplomasia Sergei Lavrov, ambaye ametoa mwongozo wa namna ya mazungumzo hayo. Na kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, ni Sergei Lavrov, waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi na mwanadiplomasia mashuhuri ulimwenguni, ambaye anatoa mwongozo wa namna ya mazungumzo ambayo yanaendelea hadi wakati huu, yaliyomshawishi rais wa Marekani Donald Trump kutofanya shambulizi ndani ya ardhi ya Iran, hasa katika vinu vyake vya nyuklia, na wakati huu analazimika pia kuieleza Israel kwamba isithubutu kufanya shambulizi katika eneo hilo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran ameeleza kuwa takwa kuu la Iran ni kuondolewa vikwazo vilivyo kinyume na sheria vyenye athari za kiuchumi, na kwamba mazungumzo yanaendelea katika hali nzuri na yamepangwa kuendelea katika ngazi ya wataalamu kuanzia Jumatano huko Oman. Duru ya tatu ya mazungumzo ya Iran na Marekani imepangwa kufanyika Jumamosi ijayo Aprili 26. Kiufupi ni kwamba ni Urusi ambayo pia imeweka mkazo juu ya mazungumzo haya, lakini pia ni Urusi ambayo kwa wakati huu imesema ole wake Israel ifanye shambulizi katika ardhi na vinu vya nyuklia vya Iran. Mtazamaji, endelea kutufuatilia nasi tutakuwa tukikujuza mengi ambayo yanajiri ulimwenguni. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.